Wife, mke wangu, boksa zangu ziko wapi? Maana ndani sizioni. Hebu subiri kidogo. Kiduchu. Kiduchu. Subiri. Boksi za shemeji yako ziko wapi? Ziko kule juu ya kabati, nimeshazifua. Okay, naomba kamletee. Nilikuwa na kila kitu, sikujua thamani yake. Jamani, sasa mbona sioni mbele? Jamani, mimi silikuwa naona sasa hivi hapa. Jamani, msaada! Jamani, sioni, jamani, msaada! Jamani, majirani! Jamani, msaada, sioni! Majirani! Wewe Kwisa. Wajua dogo na masiara sana. Sasa kinachokufanya upige makelele hapa nini? Yaani mimi mwenyewe sielewi, inashangaa nimefika hapa nilikuwa naelekea nyumbani, nimetoka dukani, nafika hapa sioni. Uoni mbele si huku. Uoni. Sasa usichokiona hapa nini? Njia si ya kuelekea kwako. Afu siga Mungu wewe. Sasa umejuaje? Nimekujua tu kwa sababu ya sauti. Wewe si rafiki yangu, sasa nisikujue vipi? Mimi kusema kweli ga Mungu sioni. Yaani mimi mwenyewe nashangaa tu imenikuta hapa. Yaani nafika tu hapa, nashangaa sioni macho yangu. Ya Mungu, mimi sioni mwanangu. Yaani hata sielewi kimenikuta nini. Unajua Kwisa, utani unaofanya ni wa kitoto. Serious ninapokuambia ndugu yangu, sio utani. Mimi sioni. Nimetoka dukani nafika hapa sioni. Nilikuwa naelekea nyumbani sioni ndugu yangu. Yaani sioni kabisa, sioni mbele. Yaani mbele naona kiza ndugu yangu. Yaani naona kiza kabisa. Si inawezekana hivi. Basi okay, hamna tabu. Basi naomba nikusaidie basi kupeleka nyumbani kwako. Sioni ndugu yangu, sioni kweli tena ndugu yangu. Yaani sisi nikutani sioni. Tuondoke basi. Sawa ndugu yangu. Wewe, hiyo ni adhabu ndogo ambayo mimi nimekupatia. Sawa? Unaweza ukaniambia ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa unaenda wapi? Kwani hujui muda wako wa kula? Haujui muda wako wa kula? Hivi, unadhani mimi watu wakiniona wakikuona huku nje watu watanifikiriaje mimi? Hauruhusiwi kutoka nje. Nenda ndani. Nenda ndani. Nenda ndani. Nenda ndani. Kumbe Makame hajafa. Ina maana wamemgeuza kuwa msukule? Hapana, itabidi hizi taarifa niwafikishie ndugu zake, na sio ndugu zake tu, itabidi kila mwanakijiji ajue, kwa sababu haiwezekani tumezika mtu alafu leo hii namuona kwa macho yangu. Yeah.
Unashtuka nini? Ulichokisikia ama kuona, naomba iwe siri yangu mimi na wewe. Endapo utamwambia mtu yoyote, basi ajayo anafurahisha. Mke wangu, mbona kama unalia? Mimi naomba usilie bwana, maana ukilia na mimi unaniliza. Niko sawa. Shemeji, pole sana kwa hii hali iliyojitokeza. Hakuna mtu aliyetegemea kwamba utakutokea matatizo kama haya. Kuona kuomba sana uwe mvumilivu na mwenye nguvu katika kipindi hichi kigumu. Sawa. Tutajaribu kwa kila namna kuangalia jinsi gani tunaweza tukamsaidia mwenzetu ili akaweza kurudi katika hali yake ya awali. Nilikuwa nafikiria kwenda labda tumpeleke hospitali kufanya vipimo, lakini sidhani kama itakuwa njia sahihi zaidi, kwa sababu tatizo lake limetokea katika njia za kutatanisha. Kwa hiyo tutajitahidi tutafute wataalamu au tujaribu kuzungumza na wazee wanaoelewa zaidi mambo haya, tunaweza tukapata suluhu. Nashindwa hata kuvumilia kabisa. Jamzoea mume wangu akiwa kwenye hali hii. Gamungu, ina maana kwamba mimi tatizo langu hili haliwezi likapona Seti, mimi naombeni mnisaidie jamani. Fanyeni njia yoyote ile mimi niweze kuona. Maana hapa hata sioni mbele, yani naona giza tu. Nimezoea mimi namwangalia mke wangu usoni, lakini kwa sasa hivi simuoni, nasikia tu sauti. Mke wangu, mimi naombeni jamani mfanye njia jamani mimi nione. Mimi sio nateseka jamani kwenye hii safari yangu ya maisha. Yaani naona kama nimeanza safari mpya vile ya maisha. Mke wangu nisaidieni. Ya Mungu rafiki yangu, nisaidie ndugu yangu nione. Naomba ulizia hata kwa watu. Ninajua hatuwezi tukakosa hata dawa zozote za kutumia jamani, nisaidieni. Kwisa rafiki yangu, wewe ni mdogo wangu, wewe ni ndugu yangu kwa sasa hivi. Kwa na kuahidi nitapambana kwa kila hali. Wife, unajua leo umeni surprise sana. Umenipikia samaki ambao nawapenda. Alafu chakula kitamu sana. Wala hata sijapika mimi. Baada ya kurudi safari yangu, nilipitiliza kwenda saloni. So, aliyopika ni mama. Lakini tuliongea tukakubaliana kwamba leo unawahi nyumbani ili unipikie chakula nikipendacho. Sasa inakuwaje tena unapika wewe? Mume wangu, sikuwa na muda. Niliwahi saloni. Unajua wife, hili swala la mama mimi naona kama haijakaa sawa. Kuna wakati natoka hapa ndani nakuwa nimependeza, shati imepigwa pasi vizuri, na watu huko nje wananisifia kwamba niko smart. Lakini nasikitika kwamba hizo sifa zote hazifiki kwako, ili hali wao huwa wanaziwasilisha kwa wewe. Lakini mimi ndo najua kweli kwamba anayefanya hayo yote ni mama. Sasa mimi nashindwa kuelewa kwamba uwepo wa mama labda unakuzuia wewe usifanye kazi, au kwa kuwa yeye anasaidia kazi hapa ndani basi wewe mikono yako inakuwa imekatwa. Sielewi. Na ni jambo ambalo kidogo kwangu mimi haliko sawa. Ushaanza kugula yako, si ndio? Yaani huwezi ukaniacha nikala nikashiba. Mpaka umeanza kuongea maneno kama hayo. Yananihusu nini mimi? Basi kama unataka kula kula. Nikakosea njia nikifuata tamaa za dunia. Sikujua sasa hivi. Kwa na kuahidi nitapambana kwa kila hali kuhakikisha kuwa hali yako inarudi kama awali. Sawa?
naomba nipatie muda mfupi tu ili nijaribu kupita katika sehemu tofauti tofauti. Nadhani tutapata jibu zuri tu. Sawa, shemeji. Nakuomba sana katika kipindi hiki, wewe ndo mlezi wake, wewe ndo mwangalizi wake mkuu. Sawa? Usijione tofauti kwa sababu alivyo kwa sasa. Tutapata namna. Jamani, poleni, naombeni niwaache kidogo. Sawa shemeji, naomba ufanye hivyo. Shemeji, nakupa pole kwa majukumu uliyokuwa nayo ya kumwangalia kwa sasa hivi. Kwa naomba uwe naye karibu, tafadhali sana, nakuomba. Kwisa, poleni sana. Sawa. Mume wangu, naomba uvumilie tu, najua utakuwa sawa. Kiukweli hii hali inanitesa sana. Mimi nimezoea mke wangu kukuona usoni, lakini leo hii sikuoni, nasikia tu sauti. Hili swala linaniumiza sana moyo wangu. Mke wangu, naomba ujitahidi basi hata kuzungumza na watu. Mimi naamini mke wangu ni mtu wa watu, tunaweza tukapata ufumbuzi wowote, mimi hali yangu ikarudi kama zamani. Manake mimi hali ilivyonikuta sielewi, yani imenikuta tu ghafla. Mke wangu, usijali mume wangu, nitafanya chochote kile ili uwe sawa, urudi kwenye hali yako ya zamani. Naomba tu nenda nikapumzike. Kaka, ina maana hizi taarifa unazonipa ni za kweli? Makame mpenzi wangu mimi. Kaka, hebu acha masiara. Mbona Makame alishafariki muda na tulishamzika? Sasa Zulfa, ina maana hapo usichokiamini wewe ni nini? Mimi na tushakutaniana. Ushakutaniana na mimi Zulfa? Hichi ninachokuambia naomba uamini, kwa sababu mimi namfahamu sana Makame, ingali wewe ulikuwa ni mchumba wake ambaye mnakutana, mnazungumza, mnakaa chini, lakini pia hata mimi namfahamu Makame. Makame mimi nilichomkariri ni yule pua yake. Makame ana pua kubwa. Kwa hiyo nilivyomuona tu nikajua huyu ni Makame. Kwa hiyo naomba uamini chini ninachokuambia. Sawa kaka, najaribu kukuamini. Lakini kaka, kama Makame ni Msukuri, atakuwa anaishi wapi? Au atakuwa anaishi kwa nani? Ama kweli kikulacho kingoni mwako. Makame mimi nimemwona kwa rafiki yako wewe, ambaye unamwamini na siri zako zote unampatia wewe. Sasa kama hauniamini tena, sijui mimi nifanye vipi, ila Makame nimemwona kwa macho yangu na nimemwona kwa shoga yako wewe. Makame ninayemjua mimi, huyo unayemjua wewe, ndio niliyemuona. Nimemwona Makame kwa shoga yako wewe. Yaani sijui nisemeje ili uniamini. Au umemwona kwetu? Nilikwambiaje? Usitoe siri nje. Unafanya nini? Sasa mimi nilikuwa nikiongea na Zuu mdogo wangu. Wewe umefikaje hapa? Haya masuala ya kuhusu mimi nimefika vipi hayakuhusu. Fuata nilichokwambia. Hiyo siri ni ya kwangu mimi na wewe. Hapaswi mtu yeyote kujua. Na kuonya tena kwa mara ya pili. Endapo utamwambia mtu yoyote, nitakufanya kama Makame. Pole, mchawi yupo. Haiwezekani. Naongea na mdogo wangu alafu anakuja huyu mjinga. Amna. Kwa hiyo mimi ni mjinga?
Unajua nini? Yaani mimi nimefurahi sana kumwona mwanaume wangu akiwa amepata matatizo, kwa sababu nilikuwa nahofia sana siku akija kujua mimi na yeye tuna date au akija kutufumania. Au unaonaje? Serena, hata mimi pia najisikia vizuri sana kwa hichi. Yaani naona kila kitu kimekuja kwa wakati. Kiachana na yote, kiukweli leo penzi umependeza sana. Kweli? Sana. Hiyo rangi yako na hiyo rangi ya nguo, najiona ni mwenye bahati sana kuwa na wewe. Asante. Kweli. Kila wakati unapokuepo, unapotembea, jua kabisa unatembea na roho yangu. Tafanya kila kitu kwa ajili yako. Nakupenda sana kipenzi changu. Nakupenda pia. Najua wewe pia unajua kama nakupenda. Kipenzi, ngoja mimi niende nyumbani nikalipikia lile kipofu pale. Nadhani nitakuwa nimekaa na njaa muda mrefu. Ila yote kwa yote nataka baadaye. Nini sasa? Kwani kwako? Uone kama itakuwa hatari hiyo. Hatari gani tena? Yule haoni. Nishakwambia. Mimi si ndo nimekwambia uje nyumbani. Haoni. Yule ambaye tumemhofia sasa kashakuwa kipofu. Kwa hiyo ondoa shaka. Please. Uje bwana. Basi sawa. Nakuamini. Hai. Sasa usisahau kuja. Nakuahidi nitakuja. Kweli? Yeah. Niambie unakuja, alafu usije. Nakuahidi nitakuja. Bye. I love you. I love you too. Moyo unanipeleka wangu kutokutamani visivyo vyangu, vingine wache walimwengu. Moyo tulizana, moyo tulizana moyo, yeah. Nasema nawe moyo, najua unanisikia. Naongea nawe moyo, najisi kabisa naumia kwa ndani. Nikipi kinipoza choma kasura kama. Pole sana shemeji yangu. Kiukweli nakuhurumia sana. Na kusikitikia sana safari ya maisha ambayo umeanza kwa sasa hivi. Lakini usijali. Mungu atakusaidia. Asante sana shemeji yangu. Kiukweli naumia sana. Hii safari mpya ya maisha ambayo nimeianza sasa hivi, kiukweli inanipa wakati mgumu sana. Yaani mbele sioni, yaani naona giza tu kabisa. Na sijui shida ni nini. Maana hili tatizo limenikuta ghafla tu. Ila mimi naamini Mwenyezi Mungu yupo na atanisaidia. Nashukuru sana kwa kuja kuniona. Usijali shemeji. Matatizo tumeumbiwa binadamu. Kwa hiyo na ile ambalo limekukuta pia litapita tu. Mimi mume wangu alinipigia simu. Hivi nilikuwa sitaki kuwa hapa kwa sasa hivi, nilikuwa natakiwa niwe mkoani. Lakini nimeona kabla ya kufika nyumbani, nipite kwanza nikusalimie ndo niende nyumbani. Sawa shemeji yangu. Mimi nimekuelewa. Mimi naomba uendelee kuwa na upendo huo huo. Na sio kwangu tu, hata kwa watu wengine. Kwa sababu kujuliana hali kama hivi ni jambo la umuhimu sana. Kwa sababu sisi wote ni binadamu na wote tunapita njia moja na matatizo tumeumbiwa sisi binadamu. Kwa leo mimi, kesho naweza ikaja kuwa kwako. Ila mimi nataka nikwambie kitu kimoja tu shemeji yangu. Najua wewe na mume wako mnapendana sana kama mimi ninavyopendana na mke wangu. Ila naomba umwambie mume wako aendelee kukupenda hivyo hivyo milele na milele mpaka siku ya kufa kwake. Ila pia aishi na watu vizuri na ampende yule ambaye anampenda. Usijali shemeji. Mimi naomba niwahi nyumbani, maana nimefikia hapa kwa sijafika nyumbani kabisa. Kwa hiyo nilikuwa naomba niwahi nyumbani kwa sababu nimemisi sana mume wangu. Na si unajua mimi venye nampenda mume wangu. Yeye ndo kila kitu kwa maisha yangu.
Kwa hiyo nilikuwa naomba nikuache niwahi, alafu nitarudi baadaye. Sawa shemeji, nimekuelewa. Na mimi najua wewe unamheshimu sana mume wako na unampenda sana. Ila nina swali moja kwako. Wewe umeshajiaminishia kwamba mume wako anakupenda sana na kwa dhati? Shemeji bwana, ndiyo, mimi nina uhakika kabisa. Mimi nampenda mume wangu na yeye ananipenda mume wangu. Yaani kifupi shemeji, mimi na mume wangu tunapendana sana. Yaani tunapendana sana. Sawa shemeji yangu, hilo ni jambo la heri. Na ndoa siku zote inahitajika kuwa na furaha. Kwa mimi nadhani kama upendo ukiwepo, kila kitu kinakuwa kinaenda sawa. Basi sawa shemeji yangu, mimi nashukuru sana kwa kuja kuniona. Ila mke wangu ametoka kidogo, ameniambia anaenda sokoni. Kwa hiyo nadhani atarudi sijui saa ngapi. Kwa hiyo kama unaenda, ungeenda, ukirudi unaweza kumkuta baadaye. Sawa shemeji, mimi nimekuelewa. Na naomba nikuache niwahi nyumbani. Haya poa shemeji. Ila samani ningekusindikiza, ila si unajua tena hali yangu jinsi ilivyo, kwa hiyo siwezi, yani nashindwa hata nishishi vipi shemeji. Yani naona kama hii dunia imenielemea kweli. Kwa hiyo mimi sikusindikizi. Si unaona hali yangu yenyewe tena ilivyo. Usijali shemeji, mimi nakuelewa. Ila mimi naomba Mwenyezi Mungu awalinde sana na alinde penzi lenu. Mpendane kama mimi ninavyopendana na mke wangu. Aya shemeji, baadaye. Hivi kwa nini yule mwanamke anafanya maamuzi ya kumchukua mtu na kumfanya msukule? Lakini vipi kuhusu mdogo wangu? Kwa sababu Makame alikuwa ni mpenzi wake na yeye alijui, na wanakijiji pia wanajua kwamba Makame alishafariki. Lakini pia vile vile dadangu anaamini kwamba Makame alishafariki wakati Makame yuko hai. Hapana, lazima nihakikishe hata kama wanakijiji hawatofahamu, ila dadangu ajue kuhusu hili. Alafu mbaya zaidi, anayemfanyia ubaya ni shoga yake, rafiki yake ambaye anamwamini, anampatia kila siri yake, lakini huyo rafiki yake anakuja kumfanyia mabaya. Hili linawezekana vipi? Hapana, lazima nihakikishe ukweli wote na ufikisha kwa dada yangu Zulfa. Lazima nihakikishe ukweli wote na ufikisha kwa dada yangu Zulfa. Lazima. Unajua moyo ni kiungo ambacho mara nyingi kinafanya maamuzi yake binafsi. Ni ngumu sana kucontrol moyo, ni ngumu sana kufanya moyo ufanye unavyotaka wewe. That's why nimeamua kuongea nao. Moyo unanipeleka wangu kutokutawani visivyo vyangu, vingine wache walimwengu moyo. Mume wangu, leo chakula hakina hata nyama. Si unajua maisha na ushimi na wewe. Leo nimekupikia pilau bubu. Mke wangu, usijali. Mimi najua Mungu yupo na atatusaidia. Kwa hiyo kula pilau bila nyama ndio isiwe sababu ya sisi kuwa na huzuni au kuwa na unyonge. Mimi nitakula hivyo hivyo, usijali wala nini. Na sio nitakula hivyo hivyo, nadhani tutakula wote, si ndio mke wangu? Nakupenda sana mke wangu. Mbele. Sawa mume wangu. Nikwambie kitu moja. Mimi nakupenda sana. Na kuahidi sitokuja kukuacha kamwe. Upendo wangu huu utakuwa mimi na wewe milele mpaka tutakapotenganishwa na Mwenyezi Mungu. Mke wangu, kula pilau ambalo halina nyama sio kwamba ndo tunakuwa na maisha magumu sana. Hapana, mimi nadhani hizi zingine ni riziki. Kama leo tumepata kidogo, basi kesho tutapata kikubwa. Kikubwa ni kuwa wavumilivu, maana wavumilivu siku zote hula mbivu. Ila mimi naomba nikupe sifa zako mke wangu.
chakula chako cha leo ni kitamu hata kama hakina nyama. Kiukweli mimi mafikirio yangu na madhanio yangu nilifikiri labda kwa vile nimepata huu kilema wa macho utanikimbia, au kama utonikimbia basi upendo utashuka sana kwangu, lakini naona ndo upendo unazidi kuwa mwingi sana mke wangu. Kiukweli mimi nikupe hongera sana, na naomba usije ukaniacha mke wangu, nakupenda sana, yaani nakupenda mno mke wangu. Mke wangu, mbona upo kimya? Amna anayofanya wala ajali, kaniacha kiro kimwili uko na mimi, ingali mapema kaimaliza safari. Oh, ana mwingine sa mimi wa nini? Japo sikufunzwa kusoma, ila najua kutazama picha. Haya ninayoyaona, naona wazi kwa mapenzi yalikuisha. Ya nini nilazimisha sana kufufua maiti iliyokufa? Langu. Naam. Leo asubuhi nilifua, kwa hiyo nilianua nguo nikaziweka tu ndani. Nilikopo nataka kwenda kunja. Sawa basi mke wangu, hamna shida. Mimi sasa hivi napitia wakati mgumu sana, kwa sababu na enjoy sana nikiwa na kuona, kwa vile sasa hivi sikuoni. Kwa naomba ukimaliza tu kukunja uje hapa tushinde wote. Sijali, nitakuja. Ila naomba pindi unapokunja nguo uwe mwangalifu, angalia zisije zikakukunja. Anayofanya wala ajali, kaniacha kiro kimwili uko na mimi, ingali mapema kaimaliza safari.